Kuongea juu ya hii serikali ya William Ruto. William Ruto, wakati ulikuwa unatafuta kura, ulikuwa unaenda kwa makanisa wanakuombea. Sasa hii kanisa imekuwa adui. Wakati Rigathi Gachagua alikuwa kwa kanisa, Rigathi Gachagua hakukuwa chambazi. Ulituma maaskari wako wakarusa matia gasi huko kwa kanisa. Sasa hii ni serikali gani? Serikali ya kimabavu. Wewe ulikuwa unajiita wewe ni kijana mtoto wa Mungu. Wewe ni mtu ambaye umeokoka. Na bibi yako ni mtu ambaye anaomba. Mnaomba Mungu gani? Kama mnaruhusa vitoa machozi kwa kanisa. Na kanisa ndio ilikufanya ukaingia uongozi. Sasa hii serikali, ni serikali ya aina gani? Mnaomba Mungu gani? Mimi nauliza William Ruto. Mnaomba Mungu gani? Kama nyinyi mnajua Mungu kweli, Mungu wako, kwa nini mlitupa vitoa machozi mpaka wale kuna watoto wachanga ambao walikuwa kwa kanisa walikuwa wanaabudu Mungu? Na wao walifanya makosa gani? Si Mungu ongoja yule mwenye ako na makosa ndio muruse vitoa machozi. Hii serikali nimestaajabu na hii serikali ya Kenya kuisa. Shamba lingine niliona huko Uganda. Uganda imekuwa kama Kenya. Uganda bibi ya Besigye alikuwa ameteswa na huyo mzee ameseeka. Huyo mzee ati anajiita yeye ni Yoweri Museveni. Yoweri Museveni, kwa nini unatesa Besigye? Kwa nini unatesa Bobi Wine? Na walevi walienda kwa nyumba yake kwenda kuturumu bibi ya Bobi Wine. Walikuwa na musikazika au magunzi wako. Kwa nini Uganda inafanya vitu kama hiyo? Kwani hakuna human rights? Mimi napokeza huyu ndugu yangu ambaye anaitwa Ibrahim Traore. Ule jamaa alikuwa na kasifu hiyo maneno yenye ilitendeka huko Uganda. Alikuwa na kasifu hiyo maneno yenye wale wa Tanzania wa Uganda walikuwa wanafanya. Wale wanajeshi. Wanajeshi, nyinyi mnafaa kuchunga raia wa Uganda. Nyinyi mfai kuturumu Waganda. Nyinyi mnafaa kuchunga. Sasa nyinyi mmekuwa umbwa mwitu wenye mnaturumu wananchi ambao wanaitia. Nyinyi mko na masira ambaye mnafaa kupigana na adui wale ambao wanapigana na wale wananchi wa Uganda. Sasa nyinyi Waganda, sasa Bobi Wine ni mtu ambaye ana silaha. Mlikuwa mkaribu vitu zake, mlichukua vitu zake. Kwa nini umaskini mko nayo na mnapata msaada? Kwa nini mlipora vitu zake? Nilikuwa naomba human rights wachukua hatua na ICC. Huyu jamaa apelekwe wafunguliwe mashtaka na kijana yake. Kwa sababu Uganda hiyo ni uongozi ya kifamilia. So uongozi ya Waganda Waganda hawakutaka hao watu waendelee kuongoza huko Uganda. Kama ingekuwa ni uongozi mzuri, hao jamaa wangefungua ndani. Mpaka ule jamaa anaitwa Besigye alikuwa wadudu alikuwa anakula huyo jamaa na alikuwa na daktari. Na huyo jamaa ndiye alikuwa anakutibu. Shame on you, Yoweri Kaguta Museveni, kwa yale ambao ulifanya. Hiyo ni kitendo mbaya na Mwenyezi Mungu hawezi kukusamea. Jambo lingine nataka kuambia hao wanasiasa wetu wa Kenya. Wanasiasa, mimi nataka utafute kura kwa ujasiri. Hii serikali ya Ruto ni serikali ambayo inaumiza mwananchi wa kawaida. Lakini mimi naona watu wengine wakisifu hii serikali. Hii serikali hakuna kitu imefanya. Hii serikali, William Ruto amekaa kwa hii serikali miaka mingi na hakuna kitu amewahi fanya ili ijulikane William Ruto alifanya kitu fulani ndio tujue huyu ni kiongozi mzuri. Wakati alikuwa kwa akisimamia agriculture, mahindi alisafirisha akachukua yote akauza, sijui alipeleka wapi hiyo mahindi. Mtoto mzuri unamjua kwa tabia yake, mtoto mbaya
Ukiwa na watoto lazima usome watoto wako. Kuna wengine wanaiba karamu, kuna wengine wanaiba mboga lakini William Ruto uongozi wake haikuwa mzuri. Kijana chipukizi, kijana mwenye ako na maono ambaye ni Fred Matiang'i. Huyo ni kijana ambaye ako na maono. Ni kijana tuliona kazi yake mzuri. Vile alikuwa amepewa kazi kidogo, lakini akipewa kazi kubwa, wananchi wa Kenya na waomba huyo jamaa mkimpigia kura, si ataongoza vizuri. Na kijana anaonekana kwa matendo yake. Na wale viongozi wengi wenye wanatafuta kura, mumeona vitendo zao. Wengi wamekaa kwa serikali miaka mingi na hakuna kitu wamefanya. Lakini yule mwenye amefanya mambo mazuri, huyo tunaomba Mwenyezi Mungu auze wa Kenya. Na tunajua Fred Okengo Matiang'i hawezi biwa kura zake kama Raila Amolo Odinga. Yeye hawezi lia kama mtoto. Fred Okengo Matiang'i kura zake zitahesabiwa vizuri, na ako na ujuzi wa kuhesabu hizo kura zake. Sio mtu ambaye anahesabiwa kura akijua anapita kura. Hiyo lazima atakalia hiyo kiti. Hawezi tiswa, yeye sio mtoto anasatiswa. Yeye ni mtu ambaye anauoga. Kama wengine ukisikia akiambiwa kuja karibu, mtu anaanza kutoroka, anaanza kuzificha kama Kalonzo Musyoka. Mimi naona wale ambao wako kwa serikali wanasifu Kalonzo Musyoka, Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka ni mtu muoga. Ni mtu muoga kabisa. Hata amekaa kwa serikali miaka mingi na hakuna kitu amefanya. Wakenya wenzangu, pigia chama ambaye atawasaidia Wakenya. Wakenya wenzangu, mimi nawaomba hizo kura kwa unyenyekevu na moyo mkujufu. Mpigie Fred Okengo Matiang'i. Kiongozi Fred Okengo Matiang'i akiwa na Stephen Kalonzo Musyoka, ya kwamba kama nyinyi mnategemea ule mtu ambaye anaruka fence, bado muko na mwendo ya kwenda. Kama mnategemea Rigathi Gachagua ambaye anakimbizwa mbio na mbunge Eric Wamumbi, anafanya Rigathi Gachagua anatorokea msituni, my friend, hakuna mahali mutaenda. Na mimi nataka kuambia ndugu yangu Rigathi Gachagua ya kwamba wewe ni aibu ambayo unaonyesha watu yako na wafuasi wako. Kiongozi afai kutoroka mbio. Kiongozi ni kusimama kukabiliana na hali ambayo iko. Lakini kama hata Rigathi Gachagua, Yesu mwana wa Mungu, angelikuwa alitoroka mbio, sisi hatungekuwa huru, hatungekuwa tumekombolewa. Rigathi Gachagua ingekuwa Raila Amolo Odinga, alikuwa anatoroka mbio vile ulitoroka mbio. Hii freedom of speech vile tunaongea hatungepata. Hii nini devolution hatungepata. Hii katiba mpya yote ambayo tuko nayo hatungepata. Kwa hivyo Rigathi Gachagua, ulisema uko tayari kwa kukufia wa Kenya. Rigathi Gachagua, wewe ungesimama ukufe, sisi wa Kenya tukombolewe. Na Rigathi Gachagua, usione ati hata ukikufa wewe ni mtu wa maana sana. Raila Amolo Odinga baba alikuwa mtu wa maana na alikufa na alizikwa. Kwa hivyo Rigathi Gachagua, hata wewe ukikufa tutakuzika na tutakusahau. Na mimi nataka kuambia tena, hii michezo ambayo mnafanya na Cleophas Malala, mnafaa mtokee na muombe wa Kenya msamaha. Amwezi beba tear gas, amwezi beba mweka guns pale kwa kanisa, wapige wa mama wetu, wapige wazee wetu, alafu mnakuja mnasema ni serikali. Kwa hivyo Cleophas Malala, hiyo vitimbi zenyu mnafanya na Rigathi Gachagua, kuwa makini sana na Malala, kwa sababu Malala ni spy wa serikali. Wakati atatoka pale atasema hiyo maneno yote ambayo amekuwa akikuandikia, hiyo vituko mnafanya, ataambia tena Wakenya. Kwa hivyo kaa makini sana 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 tu. Mimi nataka kushukuru sana. Niliona Eugene Wamalwa ukisema uko tayari kuungana
na ndugu yangu Musalia Mudavadi na Wetangula ili mulete jamii ya Mlembe pamoja. Hiyo ni mwongozo mzuri, mwelekeo mzuri ambao sisi tunataka kama Waluya. Saa hizi tukiangalia jamii ya Mount Kenya wanajiarrange, wanakuja pamoja kusupport William Samoei Ruto. Tukiona chama cha ODM ambacho ni chama kubwa sana kinatengeneza kuja pamoja kitoe mwelekeo ya kusupport William Samoei Ruto. Sasa sisi kama jamii wa Luya pia sisi lazima tukuje pamoja sisi wote na tuungane pamoja, tuone kikapu chetu kikuwe kubwa na tusupport William Samoei Ruto ndio tupate mwelekeo kuanzia 2032. Sisi kama jamii ya Mrema tutakuwa wapi? Kwa hivyo mimi na support sana ndugu yangu Eugene Wamalwa. Ulikuwa una akili lakini sasa hii naona umeamuka, akili yako iko sawa. Umetoka kwa usingizi, ungana na ndugu zetu na hata Natembeya pia tunataka walio wote wakuje pamoja na tusupport mheshimiwa William Samoei Ruto. Mr. Speaker, kuna watu walinichukulia vibaya. Mimi nilisema wakili Ndumia hatapata uongozi wa ubunge. Sikusema wakili Ndumia ni mbaya. Nilisema wakili Ndumia ni kiongozi mzuri. Tunaona maneno yenye anafanya. Wakili Ndumia anasaidia vijana, anasaidia wamama. Lakini watu wa Nakuru Town East hawaamini katika uongozi bora. Wanaamini katika handout. Sasa wakili, wale watu nilisema hivi, wale watu ambao unatoa handout ukiwapea, hao ndio bado watapata handout kwa wakabura ama kwa wafadhili na watakuangusha. Kama ni handout, itabidi wewe utoe handout. Na kama ni handout wakili, tunaangalia nani ako na handout kubwa. Wewe pale unabishana na serikali. Unabishana na watu ambao wako na pesa. Pesa yenye wanatoa kwa serikali. Wewe pesa yako unatoa kwa mfuko. Hebu niambie kama opponent pale Malaba, huyu Seth Panyako alisema alitumia karibu 50 million kukampeni na hakupata. Na mwenye alipata alitumia pesa ngapi? Kwa hivyo wakili Ndumia, wewe kuwa tayari kusimama na uanguke. Si kwa sababu watu wewe ni mbaya, wewe ni mzuri, lakini watu wanaamini in handout, hawaamini in good leadership. Pili, mimi nataka kusema hivi. Chama cha ODM ni chama kubwa, na ODM lazima muheshimu kiongozi ambaye amekomaa. Oburu Odinga ni kiongozi ambaye anajua ODM, mwelekeo wa chama cha ODM. Na sisi tunaunga ODM, tunaunga Oburu Odinga mkono, aende afanye mazungumzo na William Samoei Ruto na ODM ikuwe miongoni mwa chama ambao kitaunda serikali mwaka wa 2027. Kwa hivyo wale watu mikora ambao inataka kupeleka ODM katika upinzani, hii hatutakubali. Either uunge broad based government ama uhame ODM. Edwin Sifuna, either uunge William Ruto mkono ama uhame ODM. Baba Wino uunge William Ruto mkono ama uhame ODM. Mtu yoyote ambaye anapinga broad based government na anapinga William Samoei Ruto ahame ODM. ODM hatutakubali tena ODM iende nje ya serikali. ODM itakuwa ndani ya serikali ambayo itaongozwa na mheshimiwa William Kipchirchir Samoei Ruto. Ndugu zangu wa Kalenjin katika Nakuru West, mimi nataka kuambia kitu moja. Chama cha UDA hakiwezi kutupeleka mahali katika Nakuru West. Kwa hivyo nataka kuambia hivi. In fact hata huyo aspirant wa ubunge wa UDA Nakuru West, tunataka ujiuzulu na ukuje ufanye kazi na mheshimiwa Samuel Arama. Kwa sababu sisi hatuwezi pigia chama. Tunajua umuhimu wa Samuel Arama na tunajua kiongozi Arama ni kiongozi wa wananchi. Na Arama ni kiongozi ambaye anasikiliza wananchi wa chini. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kalenjin, nyinyi ni watu wazuri sana. Na sisi tunawapenda sana. Mkuje pamoja, muache propaganda, mkuje tufanye kazi
na Mheshimiwa Samuel Arama akimaliza 2032 ama kama ataongeza bado mpaka 20 sijui ngapi, tutampea tu nafasi, alafu jamii ya Wakalenjin itafika wakati hata nyinyi sasa mkuje muongoze Nakuru Town West. Mutakuja na tutaungana sisi na tuungane na jamii ndugu zenu kutoka Gusii na tutapea Mkalenjin after Samuel Arama. Haijalishi Samuel Arama ataenda miaka ngapi. Muache Samuel Arama aongoze Nakuru Town West, akimaliza ndio sasa nyinyi mkuje tuwapee kiti, itakuwa baba yetu Raila Amolo Odinga. Hakuna siku yenye aliyekosea Wakenya, na ameng'ang'ana na Wakenya mpaka wamepata suluhisho ya kusungumusa Kenya na kuleta amani Kenya. Sasa mimi naongea kuhusu ndugu yake bwana Oburu Odinga. Wenye wanapinga Oburu Odinga hao ni watu ambayo wajui chochote yenye wanasema, kwa sababu bwana Raila ametoa watu mbali ya Kenya. Na mimi nataka nisungumuse kueleza gavana yangu bwana James Orengo siku ya leo, wakati yenye walikuwa wanang'ang'ana na bwana William Ruto katika hali ya uchaguzi ya kura 2007, mbona wanagawana katika hali ya sasa? Ni kitu gani yenye ameona bwana William Samoei Ruto amekosea katika nchi ya Kenya? Aende akae chini na waangalie sana chochote yenye inaleta wagawana na William Ruto. Mimi katika nchi ya Kenya, fuata mambo ya siasa ya Kenya. Kitu yenye Raila amefunua akili ya watu katika nchi ya Kenya, wakati ya Moi hii kwa siasa, na unaona watu walikuwa wanang'ang'ana juu chini huku na huku, na inarudi walikuwa wamesindwa, na wameng'ang'ana na hiyo kitu, wameng'ang'ana na hiyo jambo mpaka imefika Wakenya wameona maono ya maana ya siasa. Sasa wanaelekeza Kenya wapi? Mimi nauliza Wakenya, munaeleza siasa ya Kenya wapi sasa bile bwana Raila Odinga alikufa? Muangalie sana kimakini kwa maishani mwenyu. Saa hii munasikia machama inagawana. Enyewe chama iligawa mara ngapi wakati ya Kalonzo na Uhuru kutoka kwa hiyo chama, na Raila alibaki peke yake na akarudi akang'ang'ana nayo. Saa hii ndio mnakuja ati mumejua kugawa chama. Mbona mko mnagawa kama baba yako? Hii ni kitu yenye mnaonyesha Wakenya kwamba mulikuwa mko tu ndani ya siasa na mko na roho moja ya kusukuma Kenya iende mbele. Saa hii wenye wanagawana munaelekeza Kenya wapi? Hebu mueleze wa Kenya munaelekeza Kenya wapi? Mimi nauliza wa Kenya hivyo, kwa sababu unasikia Babu Owino ni mtoto ya juzi ambayo ametokea na mambo yake. Ndiyo kipawa ako nayo, na hiyo kipawa yake akuje nayo polepole, bado hajajua maisha ya kidunia itaelekeza yeye wapi. Na angalie kimakini sana ile tunazungumuza. Juu tunataka watu yenye wamekoma kama bwana Oburu Odinga, na waangalie jambo yenye nazungumuza siku ya leo hapa sababu, na muangalie kwa makini, kwa sababu muangalie kuanzia wakati ya Kibaki Raila ameng'ang'ana, imefika William Ruto ameenda mpaka Kisii, amechapwa msale, tukajua mambo ingine inaitwa chingololo. Sasa muangalie vitu kama hiyo, juu hata sisi wa Kenya tunaona bile kila inji inaendezwa na vituko ya binadamu na vituko ya kila kabila bile inaenda, na Raila hakuwa anataka mambo ya kabila, na saa hii munataka mulete vitu kama kabila tena. Munaelekeza Kenya wapi?
mukae chini na muangalie vitu kama hiyo, na muangalie sana juu, kwa sababu sisi saa hii akili yetu tunaangalia mambo moja ambayo iweza leta amani katika nchi ya Kenya, na nyinyi bado tunaona hii siasa yenye inakuja hii, mnataka mugawe Kenya, ati wengine sijui ni chama ya ODM. Sasa kama unataka kugawa chama ya ODM, utengeneza yako, ujulikane wewe ni suja ya kutengeneza chama yako. Mbona unatoka ODM na bado unaenda na jina ya ODM? Jina ya ODM, hata kama umeulizwa walikaa chini wapi na wakatengeneza jina ya ODM na baba bwana Raila Odinga. Uweza funua katika nchi ya Kenya bile walitengeneza hiyo chama ndio ugawe ukwe ati wewe ni ODM fulani, wewe ni ODM fulani. Sasa hiyo unataka kuanza nao wapi? Wewe bado unadanganya wa Kenya. Na kudanganya wa Kenya, hebu enda ukae chini na ufikirie na uangalie. Mtu kama Orengo amekaa serikali, inatakana kae chini na angalie. Tena yeye ni mzee ambayo amejua maisha ya Wakenya. Juu hata siasa ya Orengo hii kuanza saa hii. Ilianza kitabu kama anapambana na Moi hapa na pale. Saa hii amesahau ile waliungana na bwana Raila Odinga wakatoa Kenya sehemu yenye ilikuwa giza mpaka hadi sasa. Anagawa ati anataka kuwa president. Sasa amesimama wapi? Na yeye ni mzee. Ejewe tumempenda. Na kupenda kwake bila tumempenda, alisimama na ODM imara. Yeye na bwana Ruto. Wakumbuke 2007 kamili bila walikuwa wanasumbuana na Kibitu wakati uchaguzi, na wakae chini na waangalie hiyo kitu, na wakae chini na waende wasungumuze na wajue ni nini inaleta kasoro katikati yake na William Ruto. Sasa hiyo wanasema ati chama imeuzwa. Sasa kama tuweza kuuliza hao chama imeuzwa, iliuzwa pesa ngapi? Chama ya ODM iliuzwa pesa ngapi? Waweza kueleza sisi? Mwingine anaitwa mumama, na tunalia kila wakati. Madam Susan Keika, wewe mama ulichaguliwa na watu, na kama utaki kufanya kazi, it will be enough is enough. Enough is enough. We can't beg you. Hatuwezi kubemberesa. Hatufanye kazi, si lazima. Na tamu imeisha. Wewe tamu yako imeisha. Wenye wanafaidika kwako ufaidika mpaka 2025 mpaka 2032 au 48 wenye unafikiria. Lakini sisi kama wananchi naona kama ni one term imekulinga. Imekulinga vizuri. Hata unajua vizuri hapa Nakuru inaendaga one term. Hakuna mwenye ameenda two term gavana. Hata saa hii sio hata saa hii hata ubadilika hakuna. Imeisha, siku imeisha. Wakati uliingia tu tip ungekuwa kuna mabadiliko, tungekuwa tunaongea na wewe. Unaona mbunge ya Oramo Town West anafanya kazi. Yeye ameweka watu pale kazi, wanafanya kazi pale na Town West. Pale kwa barabara wanatengeneza vizuri, na nashukuru mheshimiwa Arama. Na kuongezi sana. Hata kama ni vizuri ukwe 2 time, uende hata 5 time ama 7 time. Sababu ni kwa kazi yako. Wenye wanapinga wapinge tu, lakini venye sisi bunge la wananchi tunatembea kila mahali hapa kila county. Lakini mpaka Town West huko tunaendanga, na saa hii venye tunaongea leo watu wanafanya kazi. Wanafanya kazi under nani? Arama. So ukiona Arama ni weka alama. Tunakusupport mzee. Na ninakuomba sisi kama bunge la wananchi, mzee Arama, wewe ni baba wetu. Hapo Nakuru Town West. Sisi ni bunge la wananchi. Tunataka kuongea na wewe kibinafsi. Sisi kama bunge la wananchi. Na hii nasitaka iende direct to Arama. Tunataka mheshimiwa tuongee pamoja kama wananchi.
Usikuwa unabagua huku na ukule, hapana. Hata sisi tuko na kura Town West. Hao wengine pia wako nayo. Lakini sisi tunaikuitaji. Tunataka tukue na wewe meeting kama bunge la wananchi, si kama mimi individual. Hapana, kama bunge la wananchi. Tutakuandikia barua na ukuje. Itafika hii wiki iishe. Lakini ukipata mzee na kuomba wewe kuja. Kuna maneno tunataka kujadiliana na wewe 1 2 3 kama kiongozi. Mimi nimetoka hapo. Hiyo imeenda kwa Arama. Naenda kwa MCA. Sisi kama Nakuru Town West hatuna MCA. Hatuna. MCA Lala Bongo Lala. Hata tujui jina yake. Na hiyo tunataka kusema. Na hiyo tunasema hata kama uwe Muluya, hata kuwe Mkisii, hata kuwe Mjaluo, ama kuwe Mkikuyu. Kabila yote. Kama uwezi fanyie watu wako kazi, aende. Kama uwezi, afadhali utolewe. Uende hata kama tami jaisha. Achomoke. Uende, ukimbie. Muliwekwa hapo sababu ya kazi, utetee wananchi, sio kuumiza. Wana saa hii Januari hakuna pesa. Hakuna pesa. Lakini serikali iko na pesa. Si ati sisi wenye wako chini hatuna pesa, lakini serikali iko na pesa. Mtaki kuwapea hawa kazi wafanye ndio wapate pesa. Si ati wanakuomba. Mimi ukinisaidia na 200 saa hii, hujanisaidia. Afadhali unisaidie na kazi kuliko unisaidie na 200. Hiyo 200 nitakula kesho, nitaenda wapi? Hakuna. MCA, wewe lala Nairobi. Wewe lala tu Nairobi. Unajijua Nakuru Town West, unajijua, sitaki kuita jina yako. Mimi sijaongea na mimi sijaita jina la mtu, lakini unajijua. Tuko na wewe 2027. Ati unasema ati unataka kutoa Arama. Wewe ni nani? Who are you? Kama MCA peke yake ndio tunakulilia mpaka machozi inatoka. Alafu sasa unafikiri utatoa Arama aje? Sisi mheshimiwa Arama tuko na yeye bamba tu bamba hapa na tunaenda kumipigia kura. Wewe hata hujatoa hata maiti kutoka hapa mpaka Western, hakuna, hujaitoa. Hata gari peke yake sijasikia ati MCA ametoa gari. Hakuna. Wewe ni MCA Bongo Lala. Wewe maliza hiyo tamu yako venye imeisha hivyo, uende urudi Nairobi. Nairobi mali unaishi huko. Huko ndio uende utafute mbunge. Hapa Nakuru Town West waachana wenye wanaishi huko. Watafute hiyo position. Na hiyo tunakwambia. Na hiyo iende mpaka hata kwa chama yenye utasimama nayo. Hakuna. ODM unastahili au tutoke juu au tusaidie kwa ODM. Hakuna, hata sijai kuona hata picha yako kwa ODM. Ile baba ndiye alikuwa anakusaidia. Saa hii baba iko Poda Farm. Kama unataka kurudi aenda usamushe yeye. Baba ako wapi? Saa hii ako Poda Farm. Bondo. Saa hii ukitaka, kama unataka 2027, aenda umusha baba ndio tuone kama wewe ni ndume ya hapa. Saa hii tutaselect MCA ya hapa Nakuru Town West. Nakuru Town West hatuna MCA. Na mimi nakwambia wewe umelala, hakuna kitu unataka. Wewe kazi yako ati 2027 nani hakuna. Wewe pepa zako ikikuja tutararua. Ndio hakuna kitu umetusaidia kwa MCA. Wewe ni Mjaluo, lakini Mjaluo yenye hauna thinking capacity. Au fikiri kuna Wajaluo wenye wanaishi hapa? Au fikiri kuna Waluya wenye wanaishi hapa? Au fikiri kuna Wakisii wenye wanaishi hapa? Wewe tu kazi yako ni kulala Nairobi na kupea watu wawili kazi pale kufungua ofisi. Ofisi unapeleka ng'ambo. Unapeleka ofisi kule ng'ambo. Kwani hapa tao nakula ofisi mahali unaweza fungua ofisi. Alafu hiyo ofisi unaweka watu wengine wenye wakitaka tupie ndio Nairobi. Nairobi ndio uliselect ukiwa Nairobi. Ati sasa ikifika wakati wa kampeni ndio unarudi kureti nyumba nyingine hapa, hatunaishi hapa. Saa hii tunakuelewa na tunakujua. Hautapata. Mimi nimekwambia hapo, nimetoka. Naenda juu sasa. Kwa Mheshimiwa President William Samoei Ruto. Ruto. Sisi tuko na chama mbili ya ODM na UDA. UDA akifail ni ODM. Na mimi nataka niwaambie watu wetu wa ODM. ODM party, sisi kwanza mimi naongea kama life member ya ODM. Party yetu wa ODM, watu wengine wachache wanataka kuharibu na tutakubali.
Na kama we mzee Oburu Odinga, kama uwezi kuweka watu pamoja kama Raila Amolo Odinga, afadhali uwache hiyo chama upe mwingine aendeshe. Vile vile nilisema ulienda Kisumu kuita watu wa Kisumu, na nilisema uite wao wote wakina Babu, wakina Sofona, wakina nani, wote wako pamoja juu wao ndio ODM. Wakati baba ulikuwa unaona hiyo Raila hapo anaweza ita meeting peke yake, ati kuja ni pande hii na pande hii. Never. Kwa nini usikopi ndugu yako? Kwa nini usikopi ndugu yako? Kama wewe usina, juu sababu wewe ni senator, kula hiyo tamu yako ya senator. Na wewe ukule ya mwisho. Mimi nataka nikwambie Oburu Odinga. Raila amekushinda so far, hata kama wewe ni mkubwa. So far. Hata kama ulipewa ng'ombe na shamba na yeye alipewa wananchi, sasa hata hiyo ng'ombe ikusaidii. Raila wananchi wamemsaidia. Uliona sasa wewe ukikufa hautakuwa kama Raila. Watu watatu ndio wakakufa. Ndio nakwambia hiyo chama ya ODM. Afadhali hata upe wini. Afadhali upe wini. Wini tosha. Afadhali. Juu tukiona wini na tukiangalia wini na wewe, wini bado naona kama anakushinda. Sijui ni akili juu umekuwa na 81 years ama 82 years. Huyo na 100 years. Mimi nataka niseme hivi. Party ya ODM mwenye anastahili saa hii ni Babu Owino. Saa hii tukiongea saa hii, hata kama tuweke sasa sisi wote watu wa Nyanza wapige Babu Owino na Oburu Odinga, Babu Owino anapita direct na anaenda. Huyo kijana ndio ndume. Na hata kama sio baba, alikuwa anaheshimu tu baba. Hiyo alikuwa ndume. Lakini saa hii baba kuna, tunaomba mheshimiwa Babu Owino, hao watu wasikustue hata kidogo. Tuko na wewe na tuko nyuma yako. Chochote utataka sisi tuko ready kutoa. Wewe ndio ndume wetu, wewe ndio baba wetu. Na bunge la wananchi nataka kusema hivi, Babu Owino, shikilia hii watu wa bunge la wananchi. Kama Raila wenye alishikilia, wewe sasa ndio Raila imebaki. Hata kama president, wewe unazaenda automatic, kuachana maneno governor. Governor ni kidogo. Tafuta president na Ruto hapa. Uone. Utashinda mapema sana. Mapema asubuhi wewe ushaingia State House. Tunaanza kuimba. Na kama kuna mtu ambaye bado ako na siasa mbaya, mimi nataka niambie Babu Owino ndio baba wetu. Babu Owino ndio Mungu wetu wa pili. Yeye ndiye anaweza ongoza. Kama tungekuwa na Muguna na tungekuwa na Muguna. Juu wao ndio walikuwa mandume wa hapa Kenya. Juu sababu serikali mbaya saa hii Ruto atake yeye arudi, tunaona Babu. Juu Babu huwezi peleka Canada, huwezi peleka Amerika, aidha hisi uko aje. Jaribu. Sister yetu Winnie, tunakushukuru sana tena, tunasema vile umetoka toa kucha. Wao wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Na we ulizaliwa kwa damu ya watu wa siasa. Mtu asikufinye Winnie. Toa kucha yako na uonyeshe hawa we pia uko na kitu ambayo unaweza ongea. Wanaume hao wasikusimamishe. Nilisikia Madamu Wanga akiongea ujinga. Ambia Wanga ana sauti kwa chama cha ODM. Ajui vile baba alitafuta hiyo chama. Ndio chama isimame ifike mahali saa hii wanajipigania. Wanajivunia ati hao ndio wana ODM. Ajui. Sasa vile mumetoka nje, Winnie Odinga mtoke hivyo. Na tunataka tuone maelekeo kwenyu. Nyinyi ndio muwe daraja ya kutupeleka ng'ambo ile. Mtu asikustue. Ukiongea kwa chama cha ODM, unaongea kwa damu yenu. Juu wewe ni msichana wa Raila. Wewe si msichana wa Wanga. Wanga pia tengeneze chama yake na mzee yake. Ili akikufa watoto wake waongelee. Yaone kama wanakatazwa au watoto wake kuongea kama inaweza mfurahisha. Wanga, shame on you. Wachana na Madamu Winnie apeperushe chama cha ODM. Hiyo ni chama ya baba yake na wananchi Kenya kwa jumla. Si yako. Nyinyi muliingia kwa Ruto, muingie kwa Ruto, mkae kwa Ruto. Juu kuna mali mutaenda na broad base. Na Winnie ameangalia hakuna mali broad base itampeleka. Ndio maana anataka asimamishe hiyo chama cha ODM. Na nyinyi hamtaki.
Winnie, nataka mshikane wewe, Babu Owino, Sifuna, mutafute Malala mali yako na ukina Ososi na timu hiyo yote akina Ndindi Njoro na Gachu wasikae nje ya hapo. Tunataka nyinyi ndio mtupe direction ya kuenda ng'ambo ile. Si ati ukienda kuongea unakatazwa. Na ukataza kama nani? Kwa nini unakatazwa? Ongea, peperusha yale yote unajua. Chukua Baba Owino uweke mbele. Wewe kama mama kaa nyuma yake. Sifuna kae hapo. Ninajua hiyo chama itakuwa imara. Lakini huyu mzee Mr. Oburu hata saa hii kama amegoroka akili. Basi hata wachie ndugu kijana yake Jaoko. Washikane na Winnie. Na washikane na Simbarati. Hao ndio vijana ambao natakana saa hii wafanye. Wazee wakae wakikunywa uji na wanalala. Hata kama ako na mbuzi achunge huko msituni. Si saa yote broad base. Broad base inatusaidia na nini? Broad base imetumaliza. Broad base inatusaidia na nini? Nataka niongee. Winnie, kuna jambo umetoa nje na unafafanua hiyo maneno. Huyu mjamaa sijui ni Nyang'au gani, jina yake sijui naitwa nani? Hii ni njaa gani? Sisi kwa Kijaluo Okech ni njaa. Njaa inamsumbua aje? Anaongea maneno ya baba. Wakati baba alikuwa anatuaga, alikuwa ama ni kuongea tu, ama amelipwa, ama akili ndio imechanganyikiwa. Akili kama imechanganyikiwa pelekwe Mathare. Na kama Okech unajua ukweli kwa kila kitu, unasema Raila alikuambia. Tunataka utoke nje. Ebu piga mguu moja kwa moja mpaka kwa DCI. Uende uandikisha hiyo statement. Na hiyo statement tuone kwa gazeti na tuone kwa mahabari na watangaze. Kenya mzima tujue Raila alisema nini. Si kucheza kwa jina ya baba. Tunawakataza muachane na baba. Sisi tuko na uchungu kuhusu kifo ya Raila. Alafu Okech unatoka nowhere. Sijui Okech ni nani? Hii serikali ya UDA ndio naona kila mtu anatoka tu. Usikie mwingine ati mimi ndio niliua nikaweka kwa shimo. Usikie mwingine sijui mimi ndio nilifanya. Sasa saa hiyo Okech pia njaa imetoka na yake. Ati alikuwa na baba. Shame on you. Wakati ulikuwa na baba bibi yake alikuwa wapi? Wakati wewe ulikuwa na baba watoto wake walikuwa wapi? Wakati ulikuwa na baba viongozi hao wa ODM nao walikuwa wapi? Juu wewe hatukujui. Hata jina ya Okech baada hatujasikia kwa hiyo chama cha ODM ambao unaweza tuambia ati baba alikuambia. Hatutaki ujinga. Na kama ni ukweli tunataka enda basi kotini. Ujiandikishe huko. Nuseme nataka kuambia wana Kenya ukweli. Hii na hii na hii na hii litendeka. Hii na hii na hii baba alisema. Hii na hii baba aliwacha. Si ati ujinga ya kuongea tu baba tulikuwa na baba. Shame on you wewe. Hatutaki kuita baba. Mwache baba rest in peace. Chama cha ODM wanapigana. Wakora wengine wakiamuka ni fake news. Wengine wakisimama maneno ya ukora. Ukora paka lini? Hapo nimetoka. Nataka niongee na Ruto. Rais Ruto, unataka tuongee aje ndio utuelewe? Kwa nini agenda zako ni failure? Hakuna kitu utatengeneza, hakuna kitu utasema utimize. Hata una haya. Ndio maana unashindwa hata kitu ya kusema. Juzi unasema watoto wapelekwe shule. Mtoto hata kama hana sare aende shule. Mtoto hana kitabu aende shule. Mtoto hana fee aende shule. Ruto nakuuliza, hiyo shule mali mtoto anaenda kusomeshwa, familia yako mgani mwenye hapo ndani anasomesha hao watoto? Wacha kupima watu. Alafu saa hiyo unapata kiongozi mwenye tulichagua waende watufanyie kazi wana support.
badala wakae chini wakuambie hapo umeongea lakini umetereza kidogo. Hii pesa ya nyota unapea hao vijana, hakuna kazi wanafanya, ni ulevi na usharati na nini. Hiyo pesa ndio inatakana usanye na ipelekwe kwa mashule. Wanunue sare za watoto huko, vitabu na kila kitu. Ukifanya hivyo na ukuji useme umefanya, tutashukuru, lakini si kuongea na mdomo. Mtoto aende shule, hana uniform, shida impate njiani, watajua huyu mtoto anatoka shule gani. We William Ruto, wacha kupima watu. Kama ni kuongea tu unastukanga umeongea, tafadhali kaa chini uwaze yale ambayo unaenda kuongea kesho. Si kuongea tu. Nimetoka hapo, nataka niongee na watu wetu wa Nyanza. Hapo imebeba Odoyo Widi na timu yake, mnajuana. Mwache kuongea mbaya kwa Gachagua. Hakuna vile mtu anaweza tengeneza njama na anaenda kanisani. Kanisani si pale pa kucheza. Kanisani walipelekea watu wenye hawajiwezi, wenye wako na shida, wenye wako na yale ambazo zinawatesa moyoni. Kanisa haikukuwa vile saa hii. Kanisa si club. Kanisa si state house ya Ruto ambao watu saa hii wanaingia tu. Kanisa. Nasikia mkiongea tena Wajaluo hata hamna adabu, hamna haya. Ati Gachagua alikaa chini akatengeneza tu watu wake, akajipanga na goons ili wafike kanisani wafanye fujo. Kwani Gachagua hana akili? Mheshimu Gachagua. Muachane na huyo mzee. Juu Gachagua ndiye anatuambia kila kitu Kenya hii. Wakati Gachagua alituambia baba ako ICU, walimsimamisha. Hawaja kupeperusa ukora, lakini si tuliona. Sasa saa hii ni nini? Watoto wamelia uchungu kwa kanisa. Alafu mnasema ati Gachagua ndiye alipanga. Kwani hiyo kitu imepangwa na serikali ya Kenya. Nao watu hata wakukuwa Wakikuyu. Mkikuyu hawezi enda kuua Mkikuyu mwenzake kwa kanisa. Hao ni machokora, matakataka zilisanywa Nairobi paka Kisumu huko, Wajaluo wakienda kufanya hizo ujinga huko. Shame on you. Alafu mnaongea hata hamna hasa. Hiyo umekaa kwa screen, kijana aka anaona, mtoto aka anaona, unamfunza nini? Mwache ujinga. Muachane na Gachagua. Na Gachagua mtu asikustue. Wanakuogopa, ndio maana hata kukushika imewashinda. Kama ulikosa, kwa nini wakushiki wakupeleke kotini uende ustakiwe? Wanakufuata kwa kanisa kwa nini? Naongea na viongozi wa makanisa. Nyinyi ndio mumeleta hii shetani. Hii pepo nyinyi ndio mumefuga. Juu mulichukua kanisa mkawekea Ruto pali pake ya mchezo. Ndio sasa saa hii kila mtu anaingia tu kanisa na kila vituko zake ambaye ameona. Hata akitaka kuua anaingia kanisani. Alafu saa hii mnalia nini? Hiyo ni pesa mulilipwa na serikali ya UDA. Ndio inawatafuna saa hii. Lakini nimewakomesha. Muachane na Gachagua. Gachagua ni mzee mwenye ako na boma yake, bibi yake na familia yake. Hakuna bibi ya Ruto mwenye anatafuta. Hata bibi Oburu huko Nyanza hakuna. Hakuna kiongozi yoyote Gachagua anataka bibi yake. Muachane na Gachagua aende kanisa. Ashukuru Mungu wake mwenye amempea uzima, amempea naona paka vijuku wake. Kwa kanisa tear gas. Watoto wako ndani. Hata magunsa hamna huruma. Mtoto innocent. Mumelaaniwa na tumewakemea. Tumewakemea katika jina la Yesu. Tunataka wewe Sanja, sijui Kanja, sijui Masandara, sijui nini. Jiuzulu. Wewe pamoja na kukomend wako sijui muru. Muhame hapo.
Hata uongozi ya Moi hatukuona sana, lakini hakuna mahali tulisikia kanisa watu wameenda kupigwa tear gas. Oura amefanya kazi hatukuona. Kibaki amefanya kazi hatukuona. Ni chama cha UDA ndio imebeba dhambi yote manyohonyoho yote, ridho iko hapo ndani mpaka kwa kanisa. Hata muna gai mwadhani kanisa ya Mungu. Kusema ukweli, nyinyi kama mkona Gachagua maneno, mungoje Gachagua akitoka kwa boma yake, si kwenda kwa kanisa, kwenda kutesa watoto wadogo, yani wenye hata innocent. Saila unaenda kutupia mtoto ya mtu tear gas, na we wako unawaza aje? Hata kama mtoto wako hauna mtoto mdogo, mjuku wako, mtu akifanyia hivyo matako nyinyi. Nataka kuwaambia Wakenya ukweli, sababu Wakenya mmekuwa na kupuuza kwingi sana. Mnapuuza sana. Yani mnajua tu mtu akienda kanisa, huyo mtu ni msafi kama pamba. Mimi nataka kuwaambia hivi. Mtaona hii Sunday watu wengine wako kwa kanisa, lakini ni setani mpaka anapebe na mkia. Nikisema hivi ni hawa wanasiasa wetu. Mulichagua Ruto mkifikiria ni mtu mzuri sana. Kumbe yeye ndiye amebeba uchafu yote ile iko katika hii dunia. Hebu angalia historia yake vile inakaa. Historia yake si mzuri lakini Wakenya hasa watu wa mlima wanapuuza, wanasema ati ni ketu. Ni kenu na nani? Mulizana nani? Mkiletewa setani hapo, amejipaka mafuta, amevaa vizuri, mnamkubalisha kwa mboma. Wakikuyu, watu wa mlima, nyinyi ndio tunalaumu kwa haya mambo yote yanafanyika. Sababu hamkuweza kutofautisha setani akiingia na binadamu akiingia. Tutaishi kuimba hii wimbo. Sababu wa Kenya kitu wanajua, wanapenda pesa tu peke yake. Hakuna kitu kingine wanapenda. Pesa ukiwekelea Mkenya kwa meza atachukua pesa. Hata mtoto wake akiwa hapo atamkataa sababu ya pesa. Tumeona huyu Gachagua alikuwa rafiki ya Ruto kabisa. Lakini wakati ilifika mahali kwa pesa, Gachagua alikataliwa na Ruto mchana na mbele ya watu na mbele ya ulimwengu mzima sababu ya pesa. Alafu mseme wa Kenya nyinyi mtapatika. Niwaambie siku ya leo, serikali ya Kenya ya Ruto itakumbukwa na corruption. Hii ndio serikali corrupt kabisa duniani. Hii ndio serikali ambayo haijielewi. Kila mtu saa hii mahali yuko anajua tu akienda mkutano mahali UDA iko anapokea pesa, atoki hivyo. Na ndio unaona hakuna mwanasiasa saa hii ako na msimamo, ama mwenye anavuetanga siasa ako na msimamo. Ukiangalia zile mbuge siko saa hii za wananchi, mingi zimeanguka sababu ya pesa. Ukienda Jakaranda, ukuje Nakuru, uende kule kwingine, hizo mbuge serikali imeingiza mkono wake pale na zimeanguka. Tena niwaambie hivi, huyu mtu mnasema hata rudi, Ruto. Huyu Ruto mnasema hata rudi. Huyu Ruto ataiba mchana mkiona na arudi. Ile wizi itafanyika hapo amunja iona. Sababu he is the most corrupt person in this world. Kwa hivyo wa Kenya mjue ya kwamba hata muende kwa uchaguzi, hata mufanye nini, hata muimbe nini, Ruto ataiba na style ingine amujaona style. Nasema nini? Style. Ataiba na style ingine amujaiona. Kwa hivyo wa Kenya, wacheni panganga, wacheni kuiba siasa. Siasa ile iko saa hii si siasa ya demokrasi. Nataka kuambia Gachagua na Uhuru na akina Kalonzo na akina Matiang'i wawache upusi. Saa hii kama ni kumobilize watu,
mungemobilize watu one on one, mundu kwa mundu, kichwa kwa kichwa, sababu huyu mtu apemberesi nyinyi na hata wapemberesa. Mumeona huko Nyeri vile amefanya. Hiyo ilikuwa water testing, mic testing. Alikuwa na test vile atafanya 2027. Mafunzo ya Museveni imeingiana. Museveni amemfunza ya kutosha. Kwa hivyo wa Kenya, mimi ningeomba Gen Z munisikie. Ndio muko na upendo sana, tuko na upendo sana sisi sote. Gen Z muko na upendo, lakini yule mtu ambaye tunaangaliana na yeye si mtu wa kufikiria, si mtu wa kuangalia mambo na kufikiria. Anafanya kulingana na vile anataka na ajali ni nini kinakuja. Kwa hivyo wa Kenya mjiadhari sana. Hiyo ingine naenda kwa Winnie juzi na jana tumeona vile amesema mambo ya Odiek. Kuna kijana ambaye amekuwa akitrade ama amekuwa kwa mtandao, amekuwa kwa familia ya Odinga, alikuwa adopted na Raila, lakini mimi Winnie sitakuunga mkono. Mimi Winnie leo sitakuunga mkono, nimekuwa nikikuunga mkono, lakini kuna mahali nafika mimi nasema hapana. Sababu ya nini? Unajua binadamu anakubaliaga mambo ingine mahali ambapo anaona avinyiliwi. Sasa Winnie, ukiangalia historia ya wale watoto wanakuwa adopted, wanaumiaga sana na serikali imewapuuza, pia jamii imewapuuza. Mimi natetea Odiek, nasema Odiek alikuwa adopted na Raila. So Winnie unapiga hewa, na hiyo ni chuki mbaya sana kwa binadamu. Nyinyi familia yenu kama hiyo yenu yenye iko na pesa, mtoto wa kuachiwa, wale wanaviwa na wazazi, wale wako wengi mayatima. Mimi nataka kukuelimisha Winnie, nikwambie hivi kama mbunge, kama spika, kama mtu wa Mungu, nikwambie hivi, kama unataka baraka za Mungu 100%, hata kama hamutaki kumugawia mali ya papa yenu, huyo jamaa wachana kukimbishana naye. Mayatima wameumia sana, tunawajua, na hao watoto ndio wanakuanga wamepepa baraka. Inasemekanaga ukitaka kujifunga vizuri kama mtu wa Mungu ama mtu mfuasi wa Mungu, wacha kuenda kutoa pesa ati upeane pesa kwa kanisa ama ati ujifunge mangonia. Hiyo ati sasa ndio umejifunga. Ile kitu mtu binadamu anaweza gusa Mungu, roho ya Mungu, ni kusaidia mayatima na wajane. Sasa Winnie umefeli, ama familia ya Raila mmefeli. Mnatuonyesha amshughuliki na watu hawahusu nyinyi, watu amuhusikani nao, amutaki mambo yao. So Odiek, hata kama watakukataa, ningetaka kukuambia kitu moja Odiek, wewe ni mwanaume kama mimi, usikuve moyo. Wamekuacha, naye Mungu hatakuacha. Hiyo ndio kitu naweza kuacha nayo Odiek. Okech, hiyo ndio kitu naweza kuacha naye. Sasa hata unajua watu wengine si lazima waende wakipiga makelele wamekuwa adopted. Kwanza hiyo inakuanga siri, na hata mtoto hafai kujua ako adopted. Yeye anafaa tu kunyamaza kwa familia, sababu ukianza kupiga makelele utakuwa umeingilia familia sana na watakukataa mapema. So Okech aliamua kunyamaza kama mtu ambaye amerefuka na anajua ni nini. Saa hii kimeripuka, Okech imeenda trading kwa media. Sasa familia inaona huyu mtu atakuja kutuitisha mali, lakini si mambo na mali, ni kukubalika kwa familia. Huyu jamaa mimi najua nataka tu akubalike kwa familia, sababu ukiitanishwa na hiyo jina ya familia
Ukiingia kwa ofisi yoyote unakubalika, ama hata serikali itakujali mahali, sababu baba yake alikuwa mtu anajulikana. Sasa Ondiek, mimi ningekwambia Mungu hata kuacha, ataenda na wewe moja kwa moja kwa maisha yake. Kwa hivyo Wakenya, mujaribu sana muangalie mayatima ukitaka baraka. So Winnie, tunakuangaliaga sana, lakini sasa mahali unaanguka tunakwambia wewe ndio unasimamia Gen Z. Gen Z hawana hiyo tabia, hawawezi tupa mtu nje. Wewe umeanza haji kutupa mtu kama huyo nje. Tena tunajua watu wa Nyanza, wakati mnasikia Winnie akiongea hivyo, chukueni majukumu. Hata nyinyi msiingilie huyo mtoto. Jina ni yenu. Jina ni yenu. Kwa nini mnamkataa? Kusema Winnie amesema asihitanishwe na familia ya Raila. Ni kusema ametoka, mumemtupa kutoka kwa familia ya Nyanza. So watu wa Nyanza na wasee wa Nyanza, mchunge huyo mtoto, hata kama familia imemkataa, ni wenu. Wakati baba alikuwa uhai kabla hajakufa, huyu Okech alikuwa wapi? Na kama yeye alikuwa anajua ya kwamba yeye ni one of the familia ya Raila Amolo Odinga, angejitokelezea mapema kabla Raila kukufa. Ni sawa, baba alikufa, na baba alipokufa, sababu kunao kipindi huwa inafika wanauliza kama kuna familia ambayo mzee ameweza kuacha kule nje. Sababu obvious huyu Okech, mimi ninajua ya kwamba walijua ya kwamba Raila amelala. Kwa nini hakuweza kujitokelezea mazishi yake? Maana angejitokelezea mazishi ya Raila Amolo Odinga, wanapouliza familia kama kunao mtoto pale nje mwenye marehemu amewacha, angejitokelezea hiyo wakati na afanye nini? Ajitambulishe na kama familia wamtambue. Lakini saa hii baba aliweza kuzikwa, baadaye sasa wewe unajitokelezea, wewe Okech ni familia ya Raila Amolo Odinga. Hiyo nayo Okech, mimi pande yangu sioni kama wewe na familia yako mahali mulikuwa mulifanya favor. Hapana, kuna mahali mulikosea. Ungejitokelezea mapema. Sasa saa hii utatambulika aje? Kwa matanga ya Raila ungejitokelezea ndio ungeweza kujitambulika vizuri sana. Lakini saa hii ni ngumu. Ni ngumu kabisa. Lakini hiyo tunaachia familia wenyewe, watajua vile watasuluhisha hiyo maneno. Nimetoka hapo, nataka kuingia kwa hii kitendo tuliona Sunday Nyeri pale kwa kanisa. Hili jambo kama hii nchi yetu ya Kenya inafaa ikomeshwe haraka sana kabla ifike 2027. Kama sio hivyo, hii nchi yetu tuachirie tu mpaka hiyo 2027. Hivi sarakasi hii ya kufamia watu kwa kanisa, viongozi kwa kanisa ifike, hakuna amani tutakuwa nayo 2027. Na mimi asa sana nataka kuongea kwa watu wetu wa Mlima, na ninataka niwakumbushe kitu moja, watu wa Mlima. Munakumbuka 2007
Na ninarudia, munakumbuka 2007 kilichotendeka? Na hili jambo kama alitafungiwa ama lisimamishwe saa hii mapema 2027, hatuoni kama hatutakuwa na amani. Hakuna amani tutakuwa nayo. 2027 itakuwa mbio mbio kama ile ya 2007. Muliona kenye kilifanyika Kiambaa. Mtoto anaokolewa kutoka kwa moto. Innocent hata mwenye ajui chochote. Ninaongea kwa Mount Kenya. Na huyu mtoto akaweza kurudishwa kwa moto. Sitaki kuingia sana, lakini hilo jambo lilipofanyika hiyo 2007, wengi walifanya nini? Waliona. Nataka kuambia wana Mount Kenya, kama mulikuwa na macho hiyo wakati, inafaa muone saa hii. Muone saa hii pale mbele kwenye tunaenda. Ufunguke macho. Kama sio hivyo, eti mutarudi kusema ya kwamba eti 2 term. Mutakuwa mumechichimbia kaburi nyinyi wenyewe. Pamoja viongozi wote, naongea paka viongozi. Kuna wenye wameshikilia tu nguo ya huyu kiongozi huyu. Unasikia tu 2 term. Ninaongea sana kwa visorokosi hivi viongozi hivi. Hata sio wananchi wa Mount Kenya, hapana. Na hili jambo la kufamia viongozi wengine kwa kanisa, inafaa hili jambo mtu mwenye inafaa asimame na alikomeshe ni Samoei wa Ruto, sio mtu mwingine. Yeye ndio anasema yes ni chief of commander sijui what. Alisimamisha hili jambo. Sisi kama wananchi wa Kenya tunajua ya kwamba Gachagua ni kiongozi. Tunajua Gachagua ni kiongozi mpaka wa leo. Sababu waliopikiwa kura na Ruto kwa ballot moja sio mbili. Sisi hatumtambui Kindiki huu sauti ndogo. Sisi tunatambua Gachagua. Na huyu Gachagua ni nini alikosa? Maana kwa viongozi wote sisi tunaona viongozi wote wanapoongea ni matope tu ndio wanaongea. Hakuna jambo ambaye wanaongea kuhusu mwananchi. Hakuna, ni matope tu, ikuwe wa UDA ikuwe wa nini. Wote wanaongea tu ni matope. Si Gachagua peke yake. Tunamuona na kwanza jambo la kwanza kanisa. Kanisa ni jengo la Mungu. Takatifu tena. La kila mtu kuingia pale na aombe Mungu wake na atoka afanye nini? Aende. Kwa hivyo sisi hatutaona Gachagua akienda kuomba Mungu wake anapigwa na tear gas, anapigwa na guns. Kama sisi wa Kenya tuangalie tunyamaze. Tunasema ni no. Hili jambo limeumiza wananchi wa Kenya. Sababu hatutaona kwa viongozi wote. Sababu hao viongozi wote sio tunaona ati wengine ni wazuri. Tunaona wale ambao wanakosa. Hatuoni hao wakipigwa. Tunaona tu ni Gachagua peke yake. Kwa nini? Sema ukweli. Kwa nini? Tunauliza hili jambo. Ni kwa nini? Sisi hatutaki kuona hili jambo likiendelea. Alafu wanarudi wanashika viongozi wa Gachagua. Eti wao ndio walipanga, wao ndio wanajua. Wale wa serikali wenye tumewasikia mpaka hata wako kwa magazeti sai, hatujaona kama wameshikwa. Kwani ni nini iko hii? Tunataka kujua. Serikali inakosa, inapokosa ikijua imekosa,
wanakeuzia upinzani ile kama hii ya Gachagua. Sisi hatutaki kuona hili jambo, na serikali musio munakosa mukijua ya kwamba hili jambo limekundurika, ni nyinyi ndio mumekosa. Mubebe msalaba yenu. Eti Gachagua alipanga. Utapanga aje? Wewe kwanza uyuko kwa uongozi. Gachagua yuko kwa uongozi. Gachagua si rais wa Kenya ambayo tutasema ya kwamba yeye ako na bunduki, ako na uniform, ako na guns. No. Serikali hii ndio iko na hii matakataka zote. Hao ndio wanajua kwenye bunduki zinatoka, ma uniform nini za maaskari wanajua. Na ninataka kuambia Douglas Kanja, wewe kama umeshindwa na kazi, chuzuru toka. Wewe uko na kwako. Pana letea wananchi violence mpaka kwa kanisa, na mnajua ya kwamba kanisa imebeba mpaka watoto wa shosho. Kwa nini? Alafu mwingine anaitwa sijui ako nyuma ya huyu Douglas Kanja. Sisi hatutaki kuona hili. Wewe kama umeshindwa na kazi wewe. Kama ni hiyo violence ya kanisa, tunajua ya kwamba wewe Douglas Kanja, wewe ndio unajua, sio mtu mwingine. Wewe ndio unajua na Ruto wako. Chani ongea kidogo about Winnie. Mimi nataka kuongea kwa Winnie. Winnie, usitishwe na Gladys Wanga hiki karakosi ya mwanamke hii. Usitishwe, na tunakwambia Winnie, usitingishwe, usitishwe, tuko nyuma yako. Gladys Wanga tuonyeshe chama yake yenye amekuja naye, yenye anatingisa hapa mdomo na miguu na matiti nje. Atuonyeshe. Anasimama hivi anatusi mtoto wa Raila kwa nini? Huyu Gladys Wanga ati achaoreka, ati ana watoto. Wewe suko na kijana, suambie kijana yako aenda huyo Winnie, azae na yeye, ama huyo bwana yako aoe Winnie, wazae na yeye. Matusi ya nini wewe Gladys Wanga? Tumekusikia sana kwa mtoto wa Raila. Mtoto wa Raila si rika yako wewe mumama. Winnie Mungu amempangia wakati yake na siku yake. Na wewe sio ndo utampangia bila ataoreka. Ama umtafutie ndugu yake huyu amuoe. Tumesikia viongozi wengi sana tunasema aje, endeni mutafute chama yenu. Na ninafurahia sana Winnie kusema ya kwamba chama ni ya baba yake, ya Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo yeye anachifunia chama ya baba yake. Na mimi ninakwambia Winnie, shikilia, katalia hiyo chama, waende watafute yao huko. Watengeneze yao na wazee wao huko. Wasikutisha. Hawajui kwenye hii chama ilitoka. Na mimi ninauliza huyu Gladys Wanga, wakati Raila alikuwa mzima, kwa nini usiongee hii yenye unaongea saa hii? Hati Winnie aenda aoreke. Si aoreke kwa mzee yake. Sujifanye wewe ni mwanamume wa Gladys Wanga uoe Winnie. Jifanye wewe ni mwanaume umuoe. Hii ni uchungu sana, tunaongea kwa uchungu, si ati tuko na furaha. Kuna viongozi wengine tunaweza wapepeta kama karatasi saa hii. Mukuje saa hii muongelele hapa about Winnie. Hili jambo hatujafurahia. Alafu kuna vitu zingine hapa hivi, wananchi vingine hapa hivi, bisarakosi vingine hapa. Hauna chochote. Wewe ukitembea hii barabara ni makende peke yake, unatingisha tu kwa longi ukienda. Na una chochote. Unasema ya kwamba ati Winnie aende aoreke. Wewe Winnie. Winnie. Kwanza huyu Nyando, huyu sijui shida yake nini. Yeye ako na nini kuliko Winnie.
Wewe unaweza chilinganisha na Winnie Nyando na Omoshi Waniawa munaweza chilinganisha kwa Winnie? Muko na nini? Mutuambie muko na nini? Muchilinganishe kwa Winnie. Mtu ni kama shindano ya kushona nguo alafu Winnie ni mtu ambaye akikaa anakaa kwa anakaa kwa pesa. Na wewe ukikaa unakaa kama unakaa kwa choo ambayo watu wanakunya mafi ikienda. Alafu unachilinganisha kwa Winnie. Kila saa mkisimama Winnie. Mkienda kulala na wake zenyu Winnie. Mkienda kwa choo kukunya ni Winnie. Shemon, muachane na Winnie. Winnie ni mtoto mdogo sana ambaye saa hii amwezi kumutishia ati aoreke bila hata, kwani nyinyi ndo mtampangia bila ataoreka? Hawana bibi, wengine hawana mapana. Na ukiangalia sana kwa hii viongozi wote ukichunguza sana ndani mwao wenye wanaongea kwa Winnie saa hii, wengine hawana mabibi, wengine hawana mapana. Kama huyu Gladys Wanga mimi sijui kama ako na bwana. Mimi sijaiona bwana yake. Sijui. Wewe ushaiona bibi ya Gladys, bwana Gladys Wanga? Wewe Gladys Wanga, hiyo mdomo yako ukate kuanzia leo. Uachane na mtoto wa Raila. Hawa bado wako wanalia kwa machozi saa hii. Hawajui ni nini ilikula baba yao mpaka akakufa. Na ninataka kuongea kwa huyu mama Ida. Wewe unapokama kwenye huko ameachia baba na unasikia matusi ambayo wanatusi Winnie. Aenda aoreke. Na kama unaisikia, unaichukulia vipi? Unaichukulia namna gani? Na ni kama ni mimi kiti ambayo umepewa na Ruto, ninawachana nayo. Ni nini umekosa? Pesa uko nayo. Hata nikasikia paka watoto wamekwambia aje hii kiti yenye umepewa na Ruto. Watoto hawataki. Maana huku kaa na familia uambie Ruto anataka akupee kazi. Unasikia? Mpaka ati mama anaongea ujinga. Ati yeye sasa amepewa na Ruto kazi. Ati wenye wanaongea waongee tu. Wewe mama, tumia akili. Ama wewe unajua nini kilicho huwa baba. Na kama unajua utuambie, sababu mimi siwezi enda share na uongozi ambao chafu. Uongozi ambao iko na damu, uongozi ambao sijui ndio ilikula mzee yangu. Wewe Aida, na kama unatuona na kama unatusikiza vile tunaongea, step down. Hiyo kiti tumeona wengi wakijiuzuru viti za Ruto. Kwani wewe ni nani? Wewe mama wewe.